Salamu guys, French demolition occurred in the Mukuru kwa Jenga informal settlement, resulting in significant property loss and clashes between residents and law enforcement. Hundreds of families were left homeless and thousands of small business owners lost their livelihoods. One tragic report noted the death of a 5-year-old child during the process. Authorities stated the demolition was necessary to pave the way for the road expansion and infrastructure project within the settlement. Residents engaged in learning battles with police, who used tear gas to disperse crowds protesting the destruction of their homes and stalls. Governor Joseph Sakaja distanced the county administration from the exercise, calling it illegal and inhumane. He claimed the national government overstepped its mandate and halted further demolition, promising compensation for the affected families. The operation reportedly began shortly after President William Ruto inaugurated an affordable housing initiative nearby, though various agencies like the Kenyan Urban Roads Authority initially distanced themselves from the specific execution of this demolition. Local leaders, including the current Member of Parliament Musili Mawadhe, condemned the move, blaming land cartels and calling for immediate intervention to stop the eviction during the school opening weeks. In Nairobi, if you live in an informal settlement, you normally becomes a pawn in the political class mandate. Unamuka asubuhi kuta nyumba yako ilishaenda. And this is what Kenyans has to say about the ongoing demolitions. Yes, Kenyans. Good morning. Yeah, wacha ni wapashe breaking news. Mara daima Mukuru kwa Jenga huko kote hivyo kwa vitongoji duni huko kwa slums. Sasa kuna bomolewa. Ubomozi Tuesday ime kick off Mukuru kwa Jenga. Mukuru kwa Jenga, nyinyi ndio juzi mlienda kulaunch nyumba za affordable housing. Na one aka Kasongo akawaambia tunaenda Singapore. Kwa nini sasa hivi mnalalamika mkipelekwa Singapore? Kwa nini sasa hivi mnalalamika mkiona maaskari wamemwagwa hapa lori 7 Mukuru kwa Jenga? Si Mukuru kwa Jenga mlituambia nyinyi mnaenda Singapore na mkatuambia nyinyi two term. Mkasema mmepewa nyumba za bure. Hadi mkaambiwa mpeane miezi 3 ziwekwe gas. Na ziwekwe makaratasi ya takataka. Bwana wa Kenya, wacha kitulambe proper. Watu wa Mukuru bomolewe kabisa, ataende kubomolewa. Sijui mlitumia kama mafala. Mkapewa 500 mkaenda kusifia Ruto kule kwa affordable housing. Ukituambia mmepewa nyumba. Mbona sasa hivi mnalalamika mkibomolewa kwani hamjapewa nyumba? Siniacha mmepewa nyumba nyinyi wote. Siniacha watu wa Mukuru kwa Jenga kila mtu amepewa nyumba ya affordable housing. Imekuwaje sasa hivi mnalialia ati sijui tunabomolewa nyumba? Unabomolewa nyumba aje ya mabati na ulipewa nyumba ya affordable housing, nyumba ya kuishi Karen. Mbona ulalamike nyumba za mabasi kibomolewa na mliambiwa mnapelekwa Singapore? Hii ni kitu ilikuwa ina happen, na mfiko mnalia, mnafika mnashangilia. Mnatoka hapo nje mnachukua masufuria na michele mnapika hapo na nyama mnakula, mnasherehekea, mnasema leo sisi tunaenda Singapore na Ruto. Tunaenda Singapore na Sakaja. Mbona mnalia? Mnalia kwa nini? Nafikiri sasa hivi mko kwa stage ya kwanza ya kushuka ya Singapore. Itaeleweka. We'll always regret for our stupid actions on worshiping politicians. Wacha kitulambe na bado. Mpaka Kenya mpate akili. Tukiambia it's time for change, it's time for us to unite. We look for a better government which can serve our interests as wananchi. Uko hapo unasema ati utapigia Ruto kura tutam ndio upanishi wa Kikuyu. Kikulambe zaidi. Mimi sina hata siwezi waonea huruma, mimi siwezi waonea sympathy. Happy to again. Mpaka mpate akili. Mkipewa handout mnakuwa mafala. Kuleni ujeuri yenu. Tear gas.
Lakini unaona unapita, tunaweza pia nenda class. Utachapa kwa kijana amechapa pale. Mtu akupita. Mtu mwenye haki ya Mungu ni tajiri ya dhulumu maskini. Yaani mapolisi na ma DSU 10,000 wanaletwa kwa sababu ya raia wao. Wanataka kula wananchi wao. Wakati mabandi tuko wametuhangaisha na manini. Siwaende Moyale ama waende Baringo huko wahangaishana na mabandi. Haki ya Mungu, Mukuru kwa Jenga tumeisha. Kuisha. Hao wote. Wanatoa raia. Kuisha. Angalia tinga ya kubomoa kijiji. Ni binadamu, watutumii maji, watu wana huruma. Wangesema unajua mimi nilikuwa nimebadilika, lakini naona kama mtanirudisha kwao. Kila siku naulizanga wa Kenya, mtu akikuja akulipe 500 utokee umsemee nduru, umpigie makofi na mfungue affordable housing kwanza za Mukuru. Hamkuangi mkifikiria? Sasa affordable housing zifunguliwe Mukuru. Mnalikuwa mnafikiria juu mmepewa 500 hamutabomolewa? Sasa ni masaa ya kulala nje kama lori na mtulie hapo. Because when Kasongo calls you, watu mnatokeanga mnakuanga mboka, mnakula 500. Sasa hiyo 500 mnakulanga after the event na mnakosa kupewa hizo nyumba. Fanyeni hivi. Mwache kutulilia huku. We are not suffering. Suffer alone and in peace. Na kama hamuna kura muende mchukue. Wacha makasiriko ijae. This is the best year for makasiriko. Anyway. Mulifika Singapore. Ama ni Singapore. Na uamini hii system ijaikuwa ya maskini. Hizo nyumba zenye zinabomolewa sasa Mukuru kwa Jenga. Kuna zingine zishamalizika. Huko tu Mukuru kwa Jenga hizo ma-affordable anasema. Na wenye wamegongewa leo hawezi waambiwa waingie kwa hizo zimemalizika. Kwa nini? Anawagongea bila kuwaambia mahali mtaenda. Ndio muishi pale. Muishi hamjui mahali mko, hamjui mahali mnataka. He wants to control you. That is why he is targeting the illiterate, the dumb people, the people who kama Nyota Fund. Nyota Fund si alipewa wase wenye hawajasoma. Kwa nini ana target watu hawajasoma? Juu they are easy to manipulate, anaweza wa control. So you guys really need to wake up bana. Hiyo ni akili bana, hiyo ni mindset. Mwachana na mindset nyingine ya ufala bana. Huyu jamaa haizi enda hapo ati kutetea nini? Yako pale ajaze kichele yake bro. Johnson Kisakaja ameweza kuingia pale Mukuru kwa Jenga mazee, akasema mambo ya kubomoa manyumba za watu ishe tuna hapo. Watu wasibomolewa nyumba mazee. Alisikia tu hiyo story akatokea. Hii ndio inaitwa attacking while defending. Makosa. A very good morning, your friend Fanyamambo. I'll go straight to the point. The destruction that is going on in Mukuru kwa Jenga and the demolitions. We have come to discover that in Kenya and in Nairobi specifically, the only places where we have slums is Mukuru kwa Jenga, Mukuru Kayaba, Mukuru kwa Ruben. Kibra hakuna slums, Kangemi hakuna slums, na hata huko Soweto ya Kayole hakuna slums. The only place kuna slums ni Mukuru. Why? Those are the only people who have built illegally. They are the only people who have occupied public land. They are the only people who have built without approval. They are the only people who have got slums that have not complied with what the Nairobi City County wants. They are the only ones. Wengine wamecomply. Once you're done understanding that, go and check the demographics of where these people come from. And where the demographics of those other people in those other places zenye nimesema hakuna slums come from. Then you will understand what it means when there is selective demolition of property and removal of populations
from certain areas within the city. Bado hatujaelewa. Mukuru tu ndio kuna slums Nairobi, na hizo tu ndio zimejengwa place mbaya, na hizo tu ndio ziko. I wish you a beautiful day, my friends. As an institution, the county government has not cleared any plan, and these people have been living in this distress for too many years. And we keep saying our first-class country can't have second-class citizens, and so we have made sure this stops completely, and that those affected are compensated. If there is need for any federal, it must be signed off by the county government, and we will agree with the people. It is easy to sit with the people. Hakuna mtu mwingine ataguswa hapa. Mnasikia? Hiyo ni sawa mafisa. Sini sawa.